Yeah. You know, here Tanzania you have to speak Swahili. Swahili? Because you are going to talk with Tanzanian people. You know, here Tanzania they understand Swahili only. How can you preach if you don't know Swahili? Okay, we'll try. You try. We'll try. Thank you very much. We'll try our best. Okay, sasa anza kuongea Swahili. Karibuni sana. Asante. Asante sana. No, we want to get that one. Actually, when we reach there in the village, yeah, we just say Asante. Yes. Is Shima still called Ugali? Yes, of course. Ugali. I told you. And I'm sure that Kenny, you know to speak in well Swahili and English. And English as well? Yes. Or speaking English as well. Alright. Yes, without any problem. Anajua translate mpaka zile lugha za ndani. That local language that anajua kutranslate. So all of your preaching will be translated by Kenny. Atakuwa kiongozi wenu kwenye msafara atakapoatuma kwenda kuhubiri neno la Mungu. Okay. Yeah. You understand well? Yes. Yes, sasa Kenny na Patrick, hebu wapelekeni wageni wakapumzike. Yeah. Mkishamaliza hilo, muhakikishe mnapomaliza tu wameoga, wamepata chakula, mnarudi mara moja hapa tufanye mazungumzo ya mimi. Yeah. Asante. Nimefurahi kwa kweli. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much. Let us go and rest. Thank you. Yeah. Moses, yeah. With me, I know him. George. Okay. I didn't know that you are so friendly. I'm so happy to meet you. Thank you very much. Continue. Thank you very much. May God really bless our church. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. Mimi nawahi kanisani. Kuna maombi, kwa hiyo wewe ende. Hapana, siku nyingine Wewe ni mvivu. Okay, basi mimi sijamwaga mama. Kwa mama akiamua kutamwambia. Na pia kuna nguo zangu. Nikute basi umenifulia. Shanielewa. Mimi na. Sasa, Karibu. Kijana wangu Niki. Ndio. Karibu mzee. Bwana Yesu asifiwe. Amina, habari ya nyumbani? Salama. Naam, nashukuru umekuja. Ndio. Umejuaje kama nilikuwa nakuhitaji? Sijajua kwamba ulikuwa unanihitaji, maana mimi nimekuja na shida zangu tu. Nilikuwa nakuhitaji sana. Na hivi punde nilikuwa nafikiri kuwatuma vijana, moja kati ya vijana hapo waje kukuita. Kuna tatizo gani? Maana mimi Hakuna tatizo. Nashukuru Mungu tu ni unajua network ya Roho Mtakatifu wakati mwingine na huwa inatukutanisha kwa makusudi ya Mungu. Naamini ni Mungu tu. Ule uhitaji unaokuwa na kuhitaji network ya Mungu imefanya tukutane. Mchungaji. Naam. Kiukweli kilichonileta hapa ni kuhusu ndoto ambayo nimeota katika siku ya. Hebu kwanza nikukatishe. Utaeleza baadaye, nikueleze kwanza kile ambacho nilikuwa nakuitia. Kwa sababu unafahamu baba yenu hapa nina majukumu mengi, naweza sahau. Ni kweli. Sasa nikueleze kwanza alafu na wewe uendelee kuongea. Kama ilivyotangazwa Jumapili kwamba kuna wageni watakuja kutoka Uganda kwa ajili ya kueneza neno la Mungu.
Tunamshukuru Mungu, wageni hawa wamefika na ilikuwa tuwapangie vijiji vya jirani, pengine hata ndani ya maeneo yanayotuzunguka, lakini sijajua namna gani Roho wa Mungu kaleta mafunuo tu kwamba wakahubiri kijiji cha Mtakuja. Ndio, na sijajua kwa nini. Siwezi kupingana na Roho wa Bwana anavyosema. Ni kweli mchungaji. Na nikapata msukumo tu mkubwa kutoka ndani kwamba mwende mkahubiri kijiji cha Mtakuja. Ni Mungu amependa iwe hivyo. Hawa wageni tumeteua watu ambao wanapaswa kuambatana nao kwenda huko kijiji cha Mtakuja. Ndio. Lakini Roho wa Bwana akaniambia niongeze mtu wa kuambatana nao ambaye ni wewe. Mimi? Naam. Mchungaji, mbona mimi mlinipangia sehemu nyingine ya kwenda? Sasa tena itakuwaje huko tena? Ni hiki, usiwe na shaka, kwa sababu yote haya ujira ni huu mmoja. Huku mwanzoni tulikokutuma unalipwa ujira wake, unalipwa uzima wa milele, lakini pia nako kule unalipwa uzima wa milele. Kwa hiyo kazi zote mbili ujira wake ni uzima wa milele. Hivyo basi mimi kama baba yenu hapa nimeona sina budi kupingana na maamuzi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usipingane na Roho wa Bwana anavyosema. Kama Roho wa Bwana amesema uende Mtakuja na kule uahirishe, unapaswa kwenda kijana wangu.